Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unapewa transfer, unaenda mkoa mwingine kikazi, na umejifunza namna ya kuomba kwa staili hii, kwa sababu hawa waliambiwa habari za utiisho. Ule utiisho uko mpakani. Tunaenda sawa? Uliwakimbiza wale waliokuwa kule ndani. Kwa hiyo inamaanisha unajua kwamba wewe unahamishiwa Mbeya mjini. Tunaenda sawa? Kwa hiyo wewe unaomba huku ukiwa Sumbawanga juu ya ofisi na eneo ambalo unahamia. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Unapokabidhi lile eneo na kumwambia Mungu, ninaenda hapo, ninaomba unitangulie. Akitangulia, anatangulia na utiisho. Ule utiisho unapita pale kwenye ofisi, kwenye kijiji, kwenye eneo, kukagua ni nani atakuwa kikwazo kwa mtumishi wangu kusonga mbele. Ule utiisho ukifika pale, utabaki unashangaa mabadiliko yanayotokea kabla hujafika, mabadiliko yanayotokea ukikanyaga. Kwa sababu sasa ukanyagi kwa jinsi ya kawaida, unakanyaga kwa imani. Unapokanyaga kwa imani, unaingia ofisini. Nguvu za Mungu zile ulizoziona zimeingia kwenye mto Yordani, zinaingia ofisini, zinaingia ofisini. Nilifundisha mtu mmoja, ndio alikuwa anahamia mji mwingine, akapandishwa cheo, akakaa. Nikamwambia, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Kabisa ofisi mapema, akaomba. Kwa kati ya vitu hivi ninavyofundisha, nilifundisha, alafu nikawa namwambia, ukifika jifunze kuomba kwa ajili ya ofisi na lile eneo na ile ardhi. Hakumaliza hata muda mrefu, kuna mwenyeji mmoja pale ambaye ni mfanya kazi mwenzake, akaanza kugombana naye tu bila pasipokuwa na sababu. Anagombana naye tu. Akanipigia simu, nikamwambia naelewa. Sasa naambia, weka zana, kwani uliona makuhani wakiondoka hawapigi kelele, wao wameshikilia tu. Usijaribu kujibu. Unajua, akaendelea namna hiyo. Baada ya siku 2 yule mtu akaandika barua ya kuresign kazi. Nakwambia kitu cha kweli, si hadithi. Kwa hiyo haya maombi sio ya mchezo. Hajui kilichomfukuza, lakini huwezi kupambana na kusudi la Bwana.